Inasemekana alipokuwa anagombana yule na huyo Doto, balozi haliito. Wanaposema hata yule nani mwingine alivyojua jana tulimpeleka kituoni kuja kusuluhisha. Lakini badala ya kuja kusuluhisha, naye akawa amefanya maamuzi ya kumshambulia tena na yeye. Baada ya kusuluhisha, yeye akaja na yeye akamshambulia. Karibu. Mimi kwa majina naitwa Manase Hussein Mnyansoli. Ninaishi Murieti, sehemu inaitwa Dampo. Tarehe 15 siku ya Jumamosi ya mwezi wa 3 nilikuwa nimeenda kazini. Kutoka huko nikatoka huko saa 11, ile nafika nyumbani nikamuona mama anakimbia katika barabara moja hapo shuleni panaitwa Ken David. Basi nikataka nimuite, lakini nikashindwa kumuita kwa sababu nikasema si simu anayo, ngoja nifanye nini, ngoja nimpigie simu. Nilivyompigia simu haipokelewi. Nikaondoka nikafika nyumbani, nikaingia, nikakuta milango yote imefungwa. Nikatoka hapo nikasimama nje kwa sababu kuna kamlango geti, nikafungua, nikasimama nje, nikasema sasa nielekee wapi. Kidogo wakanipigia simu, nafikiri walishafika kwenye tukio. Walipofika pale kwenye tukio wakanipigia simu, akaniambia kwamba mtoto amefanya nini, ameumizwa. Sasa badala ya kutafakari kwamba ameumizwaje, nikarudi ndani. Kumbe amemtuma kijana alete funguo. Pale kwenye tukio kuna kijana fulani wa Kiarusha, yule aliyemkuta Nicholas mara ya kwanza, alivyoleta habari pale nyumbani. Akaniletea funguo, nikafungua. Nilipofungua ndani nikachukua maji. Kwanza kabla ya maji nikaikuta simu iko mezani. Ndio maana nikasema huyu mama nampigia simu, kumbe ameiacha ndani. Nikamaliza, nikawaambia ngojeni mimi nioge na kuja. Nilivyomaliza kweli kuoga, nikaenda. Sijaenda hapo, akaniambia uende Murieti kwa sababu askari wamekuja hapa, wamemchukua mtoto na tumepita polisi, tumeenda Murieti. Nikapanda pikipiki mpaka Murieti hospitalini. Kufika pale nikakuta kijanangu kweli ana hali mbaya. Nikakuta amefanyiwa huduma ile ya kwanza. Tukatoka hapo nikaambiwa sasa kwa hiyo inatakiwa muende Mount Meru. Nikafika Mount Meru na mtoto. Basi nilipofika hapo hali ya kijana ikawa mbaya, wakampiga, wakasema kwamba anatakiwa ingizwe kwenye mashine kwa scan ili kwa ajili ya kucheki kichwa. Wakacheki, wakaona hali ni mbaya, wakasema kwamba, wakanionyesha picha, wakaniambia kwamba hapa kwenye angalia huu ni ubongo sasa, lakini damu imezunguka ule ubongo. Basi ikawa hivyo. Siku hiyo akalala. Siku hiyo ya Jumamosi, Jumapili, nafikiri Jumatatu wakampeleka tena kwenye kupigwa operation. Sasa akapigwa operation hiyo ikawa ndio hivyo, akapelekwa ICU kwenye kitanda, akakaa hapo siku kadhaa, lakini hali ikaendelea kuwa mbaya. Akatoka tena hapo, wakamrudisha tena kwenda kumulika kwamba kichwa kikoje. Kutoka huko sasa kupelekwa ICU, ndio mpaka mauti ikamkuta. Mwanao alikuwa anaitwa nani na nielezwa? Mtoto wangu anaitwa Nicholas Manase. Tatizo hilo limempata kwenye huo mtaa naye kuambia kwamba kwa Mchaga, lakini ni Murieti. Huo mtaa hicho kisehemu kinaitwa kwa Mchaga, lakini pale kwa Mchaga huwa wanauza, nafikiri wanauzaga vipombe. Vipombe hizi ngumu kama mapombe ya chupa haya.
lakini sasa maelezo kamili kwamba alikuwa amekunywa au hajanywa mimi sijui. Lakini kuna kijana mmoja tuliyemuuliza, ni rafiki yake anaitwa Idi, akasema walikuwa wametoka kibaruani, wakafika mahali pale kijiweni, wakanunua, akaulizia sigara, akaambiwa hamna. Alivyoambiwa hamna, akatoka kwenda kwenye duka lingine. Alivyofika kwenye hilo duka kidogo, yule wa dukani kule, lili duka la kwanza, kuangalia kuchini kidogo, wakamuona sasa niko wanapigana wanasukumana na huyo mzee. Sasa sijajua ni mzee kwa sababu Doto mimi simjui. Basi kidogo anasema nikamkuta ameanguka chini, kwenda kumsaidia. Wale wa jamaa waliyempiga wako pale, wakamwambia na wewe unakuja. Basi yeye akaogopa akakimbia. Labda balozi anatajwa hapa, anatajwa katika mazingira. Ndio. Yani Balozi anatajwa, nafikiri labda yeye kwa sababu jambo ambalo limetokea, nafikiri wenyeji si wako pale. Nafikiri labda walimuona, kwa sababu huwezi kutajwa bila kujulikana kwamba ni wewe. Huwezi kutajwa tu kama sio wewe. Lakini nafikiri kama mtafanya upelelezi sana, polisi wakifanya upelelezi sana, watajua kweli ni yeye. Na yeye aliitwa kwa ajili ya kufanya nini pale? Kwa sababu najua huenda alikuja kwa ajili ya kutatua kile kilichoendelea. Kwa hilo mimi sijui, kwa sababu kama alikuja kutatua, kwa nini sasa ampige panga? Hilo sasa ndio unajiuliza kwamba kama ni kiongozi, ni balozi akimkuta mtu na yeye ndio ana mamlaka, huwa yeye ndio huwa anafanya nini? Anamaliza hayo mambo, anawaachanisha kama walikuwa na ugomvi, alafu anawarekebisha. Na amejeruhiwa zaidi maeneo gani? Na amepigwa mapanga mangapi? Nafikiri mapanga mawili. Maeneo gani? Maeneo hapa kisogoni na hapa juu kidogo. Na wakati balozi anaachanisha, alikuwa anatumia mapanga au ilikuwa? Kwa kweli sijui. Isipokuwa sasa inaonyesha kwamba ni panga, kwa sababu sasa kama mtu amekatwa, si utakuta amekatwa na kitu ya nchi kali. Ushauri wako kwa serikali nini ifanye ili angalau haki ya Nicholas ipatikane, licha kwamba hayupo hai ndio amefariki? Mimi ninachoomba serikali tu isilale usingizi, iwafuatilie moja kwa moja, ijulikane kuwa ni wao. Na sasa hivi nafikiri wako ndani, wasiwachiwe mpaka niende nizike, turudi tuone kitu gani kinachoendelea sasa, kwa sababu wakiachiliwa mambo yatakuwa si mazuri. Labda umepata taarifa wameshikiliwa watu wangapi, na kama unafahamu? Wameshikiliwa watu wawili. Yule Doto na huyo balozi. Jina kamili sijui anaitwa nani yake. Historia inaonyeshaje? Wanamuelezeaje huyo balozi? Ni mtu unamfahamu? Ni mtu mtata aliwahi kukuletea kesi kuhusiana na kijana wako? Hajawahi kuniletea kesi kwa kweli. Hajawahi kuniletea kesi, na kumuelewa sana sitasema uongo wala nini, kwa sababu huo ni mtaa mwingine. Sitasema kwamba labda ni mtata, mimi sijui, lakini kama wana mtaa ule wanamjua, labda wanaweza kumjua ni mtata au si mtata. Na kijana wako alikuwa ni mtata, alikuwa ni kijana wa namna gani? Kijana wengine wajifunze kuchelewa kama alikuwa. Yule kijana kwa tabia ninayemjua mimi, huwa hapendaki kubishana. Hata pale nyumbani huwa hapendi kubishana. Ukiongea naye maneno mawili, anaweza kaondoka, wewe ukafikiri labda amekudharau, akaondoka, lakini atakaporudi anakuja kukuuliza, sasa ulikuwa mbona unanigombeza, unaniambia hivi kwa ukali? Sasa mimi anasema mimi huwa sipendi hiyo, kwa sababu mimi sipendi kubishana na wazazi. Na hata mtaani mimi sio kwamba eti namsema vibaya au nimtetee yeye. Kama kuna ubaya
watu watajua kwenye huo mtaa kama yeye ni mbaya. Lakini ninavyoelewa mimi, mpaka na watoto anatembea. Mimi naitwa Onesmo Paranjo. Kwa kweli huu msiba umetuumiza sana, kwa sababu ni mdogo wangu. Baada ya kuja kukuta kitendo alichofanyiwa, tuliumia sana. Baadaye ndo uchunguzi ukawa unaendelea, wakaja wakagundua kwamba ugomvi ulikuwa kati yake na huyu mzee nani, huyu Seba na Doto. Baadaye askari walitusaidia kuja kufanya uchunguzi, wakawachukua. Kwa sasa hivi wapo kituoni. Balozi ndo Seba au balozi? Ndo Seba. Ni ilikuwaje akagombana na mwananchi pale? Inasemekana alipokuwa anagombana yule na huyo Doto, balozi haliitwa. Wanaposema hata yule nani mwingine alivyojua jana tulimpeleka kituoni kuja kusuluhisha. Lakini badala ya kuja kusuluhisha, naye akawa amefanya maamuzi ya kumshambulia tena na yeye. Kwa baada ya kusuluhisha, yeye akaja na yeye akamshambulia. Alikuwa anatumia nini kumshambulia? Pale kituoni tumeonyeshwa silaha aina ya Sima. Tulipo kituoni ya ushahidi pale. Kwa hiyo alimkata hapa na hapa nyuma. Inasadikika kwamba yeye ndiye alimkata ile simu ya pili. Badala ya kumsaidia, yeye alifanya tena na yeye kumshambulia. Kwa sababu inasemekana yule ni rafiki yake na ni ndugu yake, wanaishi sehemu moja. Huyo Doto. Na ugomvi wao marehemu na huyo mtu wa kwanza ilikuwa nini? Kwa yule nani shahidi wa kwanza ambaye nimempeleka kituoni jana, kwa sababu yeye ndo alikuwa na mdogo wetu walitoka kazini. Nasema walifika tu pale, wakawa wananunua sigara pale. Kwa hiyo nasemekana yule alimuomba tu sigara, wakawa ndo wametofautiana, ugomvi ukaanzia hapo na kuanza kumshambulia. Kwa hiyo balozi kwenda kuitwa, yeye akaja, alipokuja na yeye badala ya kuamua akawa anashambulia. Na baada ya hapo wale wananchi waliokuwa pale walinyimwa kumsogelea, kumpa msaada. Na huyo anayesemekana ni Seba balozi. Kwa baada ya wale wananchi kunyimwa, sikujua ni nini kilichoendelea kwa sababu sikuwepo, lakini mpaka na wananchi kuvumilia kiasi kile cha ndugu yetu kuumizwa vile, wakamwacha pale chini. Kwa hiyo tukujua alikuwa na kusudi gani la yeye balozi kuzuia asiguse. Binafsi yenu mmeumizwa kwa kiasi gani, na ukimwelezea Nicholas alikuwa ni nani? Nicholas alikuwa ni mtu mpole tu. Alikuwa anaga shida na mtu yoyote. Hata kuuliza majirani pale, alikuwa anaga tatizo lolote. Kwa hiyo siwezi kujua labda nyuma yake kulikuwa kuna shida gani, lakini mimi kwa upande wangu naweza nikasema walikusudia fanya jambo kama hilo. Sababu kumuumiza mtu kukaa masaa yote yale amekaa chini zaidi ya masaa 4 na mtu anavuja damu, na wao hapa wamekaa pale wanazuia labda raia wema kumsaidia, mpaka mama yetu alivyoenda kupata habari kutoka saa 8 au ameshambuliwa, habari watu wamekuja kupata saa 11 jioni. Sasa masaa 4 sasa. Kwa hiyo ilikuwa ni mapema. Kwa hiyo tujui kwamba walikuwa na kusudi labda na kumfanyaje, hatujui walikuwa na nini, hawasemi. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunatamani tu yaani waseme kama ni nini walichukua wanamdai, kama wamfanyie kitendo cha kikatili namna hiyo. Watu wamepoteza ndugu yetu. Inatuuma kweli. Watu kwa tunaomba haki itendeke. Kwa hiyo huenda angewahisha hospitali muda ule aliojeruhiwa, huenda angeweza kupata nafuu. Huenda angekuolewa kwa sababu kwa masaa yote aliyokaa. Maana hata polisi hali moja anamwambia, wewe kama ni serikali ilikuwaje usitoe taarifa mapema mpaka mtu hakae masaa yote haya. Damu inaelekea imwagika nyingi ikaishi. Na balozi wakati anapiga simu pale polisi alimwambia huyu mtu amefariki kwa sababu hajatoka pale akiwa amefariki. Balozi wakati anapigia polisi waje aliwaambia
Aliwaambia kuna mtu amepigwa huko. Aliwaambia kuna mtu amepigwa huko, amelala huko.